Akili zangu Bwana zikatumike tu, lakini wewe ukawe juu ya fahamu zangu. Huduma hii Bwana, wewe ukawe juu zaidi ya jina la huduma hii. Neema yako Bwana inastahili, ndivyo tunaweza kushinda mkono. Wewe unatusaidisha Bwana, wewe Bwana unastahili. Tunaomba neema yako mara nyingi tumetanguliza fahamu zetu Bwana kwa kuacha wewe chini, tukaacha fahamu wako leo hayo, tukauacha chini Bwana, tukaongozwa na fahamu zetu. Naomba neema yako inisaidie, naomba neema yako isaidie kanisa lako, saidia watoto wako Bwana, saidia Jehova. Tunaomba nguvu zako zikapate kwa juu. Tumetumia nguvu zetu mara nyingi na akili zetu zimetupoteza Bwana, hatujaamini kwamba wewe ni juu ya yote, wewe ni yote na zaidi ya yote, uko zaidi ya vile tulivyo navyo Bwana. Naomba rehema zako tusaidie Bwana, tukajue wewe ni Bwana wa Bwana,
uko juu ya falme zote. Tumeziinua falme juu ya wewe Bwana, tuitekeleze yale ambayo umetaka sisi tuifanye. Mkono wako ulio hodari Bwana ukatusaidie katika jina la Yesu. Ibilisi na timu yako, huna fungu wala sehemu kwenye ibada, huna nafasi wala sehemu ya moyo mmoja katika mioyo yote hii. Kaa kimya, keti chini palipo na mavumbi, pasipo kiti cha enzi. Keti chini, hutatawala, hutamiliki wana wa Mungu na mioyo yao katika jina Bwana. Tunafedhesha ufalme wako kila choko leo. Hautashinda. Umeruhusiwa kupambana, lakini ushindi uko upande wetu, maana Bwana alitushindia Kalvari. Katika jina la Yesu, ulishinda juu mbinguni, hata kuzimu ulinyang'anya funguo, ulishinda kuzizuia, na hata sasa duniani hautashinda katika jina la Yesu. Sema amina. Haleluya. Ninatia msisitizo wa maombi ya siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Ufunge. Kuna watu mkisikia tangazo la kufunga mnasikia kichefuchefu. Unatamani kama ndimu ingekuwa karibu. Utayatapika maisha yako. Wengi wameshatapishwa maisha yao, yametapika hamna ndani. Alafu ukisikia maombi unasikia kutapika, nyongeza ya maisha yako. Kitabu cha Efeso mlango 6 mstari wa 10 mpaka wa 13. Kabla sijazungumza hii, kitabu cha Wakorintho wa pili 1:23 pale Paulo alikuwa anajihami kwa Wakorintho, akawaambia, si kama tunatawala imani yenu, bali sisi tu wasaidizi wa nini? Wa furaha yenu, maana kwa imani yenu mnasimama. Paulo alikuwa anajihami, maana alikuwa anafokea wakati mwingine watu wa Korintho walikuwa mwalewi. Akamwambia, si kama tunatawala imani yenu, bali sisi tu wasaidizi tu wa furaha yenu. Unaona, tunasaidia furaha yenu iweze kutimia. Kuna watu nazo siri za ufalme ambazo unazihitaji uzisikie. Kuna maeneo huwezi kuvuka mwenyewe hata ingekuwaje. Kuna maeneo bila kuingia kwenye ulimwengu wa roho huwezi kuvuka hata ingekuwaje. Kuna aina ya maisha, kuna baadhi yenu maisha yenu hayapo kwenu. Lazima muende kwenye ulimwengu wa roho, mkayafuate huko. Na geti ya ulimwengu wa roho kwako imefungwa, hata kufunga kwako ni jaribu limekuwa. Shame on you. Unadhulumu maisha yako, unadhulumu mume wako ambaye umjui, unadhulumu mke wako. Kuna watu umezeno wamebanwa, kuna watu wakwezeno wamebanwa bila yeye kutoka hapo, bila wewe kuona. Huwezi kutoboa, utaishia kutoboa sikio au pua. Lazima mrudi rohoni. Efeso mlango wa 6 mstari wa 10 mpaka wa 13. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Vaeni silaha zote za Mungu. Ngapi? 5, 4, 10. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuagiza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Ametia msisitizo hapa, anawaambia juu ya vita na aina ya vita tunayopigana navyo. Aliposema sababu ya vita hivyo, akasema kwa sababu hiyo ya vita hivyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote hayo, ukishashinda, you have to stand. Hivi vita vinapigana kwenye ulimwengu wa roho, ambao ndio hasa unaotoa matokeo kwenye ulimwengu wa nyama, ndio unaotoa majibu kwenye ulimwengu wa nyama. Kuna watu wengi sasa hivi tunaishi udhihirisho wa maisha yaliyovurugwa rohoni.
mpaka tumeyazoea na kujua haya ndio maisha yetu, lakini alishabanwa kwenye ulimwengu wa roho muda mrefu. Na hata waliokuingiza kwenye keji hiyo huwajui. Wakati mwingine, wakati Yesu ameletwa duniani anahukumiwa, kwenye ile Yohana 18:36 yuko mbele ya Pilato, akawajibu, alimuuliza kuhusu ni mfalme, akawajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania ili nisije kuangukia mikononi mwa Wayahudi. Ni mfalme, lakini anasema ufalme wangu mimi sio wa ulimwengu huu. Unajua, kwenye ulimwengu wa roho Mungu alikuwa anahitaji kiti. Ilikuwa ni vigumu sana Mungu kutawala huu ulimwengu. Nilikufundisha juu ya misingi mambo mengi sana. Ilimlazimu Mungu awe na kiti cha utawala kwenye ulimwengu wa roho, ambapo kabla ya Yesu hakuwa nacho. Na ndio ukiangalia maeneo mengi Yesu anayokuja kuufia ulimwengu, ili Mungu apate space, nafasi kwenye ulimwengu wa roho, ili awe na kiti cha enzi cha kutawala katika ulimwengu wa roho. Na sisi vita vyetu vipo katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nazungumza muweze kushindana, toeni silaha zote za Mungu. Ukisoma 10 mpaka 20 imezianalyze hizo silaha nyingi sana, kama 10 hivi. Na silaha kubwa yapo ambayo imebeba silaha zote hizi, asema mjifunge kiunoni nini? Kweli. Haleluya. Ili Mungu aweze kutawala pamoja na watu wake, pia apate kumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo nafasi Mungu hakuwa nayo kabla ya Kristo kuja duniani. Ilikuwa lazima anunue nafasi, kiwanja kwenye ulimwengu wa roho, ambacho ataweza kuweka hekalu lake na kiti chake kwenye ulimwengu. Ndio maana kwa dhihaka ukisoma ile Luka 4:5 na 6, wakati amepandishwa kwenye mlima mrefu sana, kwa dakika moja shetani akamwonyesha Yesu milki zote. Akaambia, oh kijana, wewe ndio mwana wa Mungu wewe. Hii ni taa inanijua mimi tu. Ukitaka mita hii kuelewe na wewe, nisujudie. Asema fahari yote hii iko mikononi mwangu. Ukitaka uvipate hivi, nisujudie. Fahari ya ulimwengu kwa dhihaka. Unajua, ukisoma vizuri pale utaona yule mwamba alikuwa na mdhihaki. If you are son of God, kama wewe ni mwana wa Mungu. Unaona hii yote kwenye mlima juu, on the one, katika dakika moja anamwambia juu ya, na kweli vitu vyote viko chini yake. Na hakukuwa na namna, lakini kulikuwa lazima Mungu atoe kafara ili anunue space na kurudisha vitu vyake, na vitu vikombolewe. Maana Mungu alikuja kuvikomboa vitu ambavyo vilikopo chini ya Ibilisi. Tangu bustani vilichukuliwa pale bustanini, hakuna hata kitu kimoja, fedha, dhahabu, sijui vitu vyote, everything, ardhi yote iko chini ya mtu mmoja anaitwa Shetani. Ndio maana kwenye Ufunuo 5 vitu vyote vikadeclare ile vita iliyokuwa inapiganwa kule kwenye ulimwengu wa roho, vikasema sasa vitu, maanake kila kiumbe kilikopo juu mbinguni, duniani na chini ya nchi, sio viumbe tu, pamoja na vitu vyote vikaongea. Yawana nasikia vitu vina declare kwamba nguvu na uweza, mwamba umeshinda, ziko kwako nguvu zote, kwa sababu vimejua viko kwenye uteka, kwenye mateka. Haviko chini ya ufalme wa Mungu tena, haviko chini ya ufalme wa Mungu. Sasa vimegundua sasa hivi niko chini ya ufalme wa Mungu mwenye nguvu nyingi zote. Vitu vimedeclare. Ile Ufunuo 5 ukisoma kuanzia mstari wa 4 mpaka kuendelea kule mbele, utaona anawaambia hii mitaa yote ni yangu. Wewe mwana wa Mungu, haikujui. Ina kodi yangu. Na kweli kodi yote iko kwa mwamba anaitwa Ibilisi. Mwamba akasema, msujudie Bwana Mungu wako. Najua kwa kuvipatia hivyo. Sasa wewe lazima ujue vitu vyako unavipatia wapi. Usipofahamu kodi, where you get your issues, unapata wapi mambo yako, you lose everything. Utamwabudu Ibilisi. Hata kama utaona unampigia magoti, lakini utamwabudu. Na wengi tunaabudu Ibilisi. Kabla mambo yote katika vita vya kiroho, elewa, sio kila changamoto inatokana na nguvu za giza. Tuelewane. Katika vita vya kiroho, elewa, sio kila changamoto inatokana na nguvu za giza. Nyingine ni ufahamu tu wa mambo. Ujui. Kama ujui. Kaa na watu wanaojua. Mungu asifiwe sana.
Unaweza kuwa umepigwa na maisha ukaamua kuanza biashara yako, hujai kukanda hata mandazi hata siku. Unaona tu anakandaga mandazi, ukakanda mandazi yako ukaenda kupika. Wasipodunua usiseme umelogwa. Lazima ujue wenzako wanaouza mandazi yao yakoje kwanza. Usije ukasingizia umelogwa. Lazima ukae na wakali wanaoweza kufahamu mandazi yanapikwaje. Ukaanza kusingizia wachawi mtao na wachawi, kumbe wewe mwenyewe uchawi wako umelogwa akili. Na utaki kukubali kwamba ujui. Unajua kuna watu wakubaliki kama wajui. Huo ni ugonjwa mkubwa sana. Ujui afu hukubali kama ujui. Do you understand? Lazima ufahamu katika ulimwengu kuna mambo lazima uyajue. Ndio maana hata kwenye ndoa mnaona watu wanaangalau wakina mama wanakuwa na jitihada za kitchen party. Kuangalau kukaa na binti waongee naye vitu. Kwa najua huyu mama ndiye kwenye ndoa. Watakwenda kujiridhisha kwamba anajua kupika huyu. Kwanza tutajiridhisha hivyo wazazi kwamba huyu mwamba, wewe mwanangu unapigwa, Mungu mama ndo anakupangia zamu ya kupika. Awe na uhakika unajua hata kupika chapati kidogo nini, unajua kupita angalau ubwabwa unajua kupika. Ili usije ukarudishwa nyumbani kwenu ukasema kuna mkose kwenye familia yetu. Kumbe umepika mchele, baada ya kupika wali umepika mchele. Umetoka kama ulivyo kwa jikoni mgumu. Ukasingizia umelogwa. Kuna vitu lazima uvifahamu. Kama ujui. Jifunze kujua vitu ambavyo huvijui vizuri. Haleluya. Ili usije kumpa ibilisi credit ambazo hataki kuwa nazo kabisa. How it together. Haleluya. Lazima fahamu. Sasa pili, zipo nguvu roho chafu. Lazima uelewe zipo roho chafu ulimwenguni zinazofanya kazi. Zipo roho chafu. Lazima uelewe hivi vitu viwili. Sio kila changamoto ni giza, lakini pili, zipo roho chafu zilizoshinikizwa na giza ili kuvuruga watu. Hii ni katika maisha ya dunia hii na maisha ya rohoni. Ingawa maisha ya rohoni yanaweza katawala usijue hivyo vitu vinavyotakiwa kuvijua vya dunia hii. Ukazuiliwa kupata ufahamu. Kuna binti moja ilikuwa hajui kusoma. Yaani familia ile dada watatu wote hawajui kusoma na kuandika. Mzee tulitumika akasema sisomeshi mtoto wa kike mpaka wameolewa hawajui kusoma na kuandika. Binti akaokoka akapata ufahamu, anataka kuanza kusoma. Yaani anavyotaka kuanza kujifunza kusoma changamoto anayokutana nayo mpaka anasoma wiki moja anaacha. Lakini anaomba sana. Kanaomba, lakini akiita mtu mwalimu aje kumfundisha anakutana na bato, yaani haiwezekani aweze kujua kusoma. Inatokea coincidence ya kumfanya ni agairishe kusoma. Akaniambia baba, kuna tatizo. Sielewi. Na kwanza whether nitakuwa na matatizo mimi au mwalimu atanizingua. Yaani mimi nitamzingua mwalimu au mwalimu atanizingua. Session ya masomo haivukagi wiki moja na acha. Haleluya. Ibilisi hataki asome. Lakini ni muombaji huyu dada kweli kweli. Nikamuuliza Mungu, hii tatizo ni nini hapa? Asema uko ufalme ambao umeshikilia wakijua kusoma ni hatari kwa ibilisi na haruhusu asome. Ukigusa batani hiyo ukimwombea tu, hiyo mipepo iliyo milimani mizimu hiyo itakuja hapa. Na kweli ni muombaji huyo. Nikagusa mikono yangu ufalme wake, akasema pepo uliyezuia masikio asisikie elimu hapa, ukawa ugomvi pa mapepo kweli kwa muombaji. Umegusa ile button tu. Ilikuwa ni ukorofi kubwa sana. Haleluya. Na kufundisha juu ya nini? Vita vya kiroho. Mungu asifiwe sana. Natamani unielewe. Vita kubwa ibilisi ni kuibana fikra isielewe mambo ya rohoni. Unaweza kuzuiliwa mambo ya dunia hii, lakini pili, ukibana kuelewa mambo ya rohoni, hiyo inakuwa ni hatari pia kubwa zaidi. Inabana fikra isielewe mambo ya rohoni yanayoratibu maisha ya duniani. Kuna maisha ya rohoni, kuna mambo ya rohoni yanayoratibu wewe kuishi duniani hapa kwa amani. Yako mambo kwenye ulimwengu wa roho, you have to know. Unatakiwa uyajue, ambayo ukifahamu ndio utaweza kuklik kwenye ufahamu wako ukajua okay, nimeelewa sasa, ndio maana sivuki hapa. Yaani ndani mwako itapita hiyo sentence ya kukufanya uanze kudadisi kujua habari za rohoni. Hiyo ndio ibilisi ana uwezo mkubwa pia wa kukubana. Inaweza kazungumza kodi hapa na usielewe. Ndio maana silaha za vita vyetu zina uwezo wa kuangusha nini? Ngome. Tukiangusha mawazo mabaya
na kila kinachojiinua kinyume juu ya elimu ya Mungu. Silaha za vita vyetu, Paulo ameangalia akaona kuna vita vinavyobana fikra watu wasiweze kuelewa mambo ya dunia inavyokwenda. Bwana apewe sifa sana. Wakorintho wa pili 4:3-4 inazungumza bila shaka. Lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hawa wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Nuru ya injili amepofusha fikra wasioamini. Uwezo wa silaha zetu zimepewa nguvu ya kuteka nyara fikra. Ule mlango wa 10:4-5 inazungumza aina ya silaha tulizo nazo. Zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, ili watu waweze kuuelewa ulimwengu wa roho na vita vinavyopiganwa. Kuangusha ngome tu, ili tu watu waweze kuelewa nini? Ulimwengu wa roho na aina ya vita zinavyopigana. Ona Ibilisi anapokimbilia kupiga, na lengo lake hata ikitokea ukombozi unakuja wasielewe wala kuamini. Ona anapokimbilia Ibilisi ni kubana nini? Fikra. Anajua kuna ukombozi utakuja, akaweka mitego kabisa. Ikitokea akapiga if function, ikitokea tu hao jamaa umekuja ukombozi, hata huo ukombozi wenyewe wasiuelewe, yani wakimbizani na yani wawabishani na ukombozi wenyewe, sababu zinazoweza kuwakwamisha, kwa sababu wameona wengine wakiendelea bila matatizo. Kuna vitu unaweza kuvifanya wewe kwa sababu kuna wengine wanafanya, lakini huruhusi kuvifanya. Usiige. Mwana wa Mungu, ukiona umedondoshewa kwenye kanisa la kilokole, ujue kila kitu chako kipo rohoni. Mnanisikia? Haujadondosha kwenye kanisa la kilokole kwa bahati mbaya. Maana yake ukiona tu Mungu karuhusu udondoke kwenye kanisa la kilokole, ujue akili yako ichachamae. Everything you think you have to, kila kitu unachofikiri unatakiwa uwe nacho, ambacho ndio furaha yako, uwe na uhakika hutakipata in Afrika, utakipatia rohoni. Ukiona umedondosha kwenye kanisa la kilokole tu, umeingia kwenye kanisa la kilokole ukawa unashangaa, hata kuomba uwezo na shanga. Yaani ujue tu mguu wako ukae sawa. Ujue kuna aina ya maisha yako hayapo kwenye ulimwengu. Hayapo. Utayapatia kwenye ulimwengu wa roho. Na huko lazima ufahamu how to fight, jinsi ya kupigana kwenye ulimwengu wa roho. Mungu asifiwe sana. Haupo kwa bahati mbaya. Sasa usishangae ukataka kuishi na watu kama watu wanavyoishi nje pembeni. Wanavyofanya watu nje na wanafanya hivyo hivyo. Mbona wao wanafanya mambo yanaendelea? Yaani wewe hautaendelea. Mungu asifiwe sana. Binti yangu mmoja tulimsimamia ndoa wenyewe, aliolewa na mkongwe. Akaniuliza swali moja, binti kazuri sana. Anambia, mchungaji, mbona mimi siolewi? Nikamuuliza swali moja, umeokoka? Nimeokoka, na kwenye semina, yani kwenye semina za mwalimu natoa na sadaka. Yaani kila mambo ninayoyafanya natoa na sadaka. Nikamuuliza swali lingine, wewe ni mwaminifu kwa Mungu kivipi? Hallelujah. Nikamuuliza, you have a boyfriend? Nikamwambia, yes, I have a boyfriend. Kamemeza chuo. Boyfriend wa dini nyingine nilikuwepo. Nikamwambia, kwa jinsi ulivyo wewe mwanangu, utaki kupita kwenye boyfriend. Boyfriend uwe naye, lakini usiingie kwenye maisha ya sex kabla ya ndoa. Kwa nini? Kaniuliza swali, binti mdadisi sana. Kwa nini kwangu iwe tabu kwa wakati wengine mbona wengine wanaolewa kidogo wameishi hivyo lakini wako vizuri tu? Kwa nini kwangu iwe hivi? Mimi nimekosea nini? Nikamwambia, hujakosea chochote. Unachofanya ni sahihi. Na sio sahihi. Nikamwambia, kwa nini Mungu anafurahia? Nikamwambia, kwa aina yako wewe yako mwanangu. Ukiishi hivyo huwezi kuolewa. Kwa nini kwangu iwe hivi? Basi Mungu ana upendeleo. Ilikuwa ni debate. Anakaa kwao na binti anakaa kwao. Nikamwambia, wewe si umeokoka? Ndio nimeokoka, lakini mimi yani kwa nini iwe hivyo? Kwa nini iwe hivyo? Yaani ili nisifanye hivyo Mungu tu nipe mume. Nikamwambia, you will never go there. Utalalamika sana kwa sababu ndoa yako imebana kwenye ulimwengu wa roho. Ilikuwa ni mechi kama yaani unajua unaongea na mtu anakasirika lakini unamshusha unakuja kwenye neno. Okay, nimekuelewa. Tulimsimamia ndoa wenyewe. Sio tu rafiki yangu rafiki yangu mimi hajaokoka, nimfanya biashara yuko Kariakoo pale, na ana boyfriend girlfriend iko tumeana Kinondoni, anakuja nyumbani kwake, tuiko nyumba moja, yeye upande huu mimi upande huu. Lakini bila changamoto ya kiroho akamwambia mama, asamei muone mtumishi. Nikaona naye binti, nikamwambia, mwanangu, hii tuanze maombi na wewe. Huyu ni rafiki yangu. Mwambie kama anataka kuoe,
aje nyumbani amalize process za kuoa, alafu aendelee na harakati zake. Lakini ukiendelea hivyo mwanangu, utoboi. Yule binti sio mtu wa maombi, sio mtu wa sala. Alinielewa haraka kuliko ile Mwebrania ambaye nilikuwa naongea naye, ambaye anaingia kanisani na kutoka kila siku kwenye maombi. Ukitazama maombi, yupo kwenye mifungo, anatoa sadaka yake, lakini akitoka kwenye maombi anaishi maisha yake ya kawaida. Yule rafiki akakasirika sana, akanikasikia mimi, kuku wangu manati ya nini? Kuku wangu manati ya nini yani? Unapesifu. Na kwa kuna sheria ngumu sana, mtoto wa kwanza akizaliwa yani sio wake. Unajua una mimba, beba mimba ya kwanza, unajua hii mimba ni ya mizimu, lazima afe. Yani wote madada wa kwenye ule ukoo, watu wa Morogoro wote, akijifungua mtoto wa kwanza sio wake. Nikwambia ukinisikiliza haitakuwa hivyo kwako. Na kweli jamaa likaja likaoa, likafanya process, binti akaingia kwenye neema ya wokovu, akaokoka kwenye maombi, tukamsaidia manguvu ya giza mengi alikuwa akamwachilia, basi akawa free, akaokoka, akafunga ndoa. Haleluya. Hakuna ndoa kwenye familia, lakini kupo yeye hataki kufunga ndoa. Binti kajifunga mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, watoto wake wako salama. Ingawa naipenda kwenye changamoto, lakini wako vizuri. Kuna watu msipokaa mguu sawa, yani kuna vitu vingi mtavisikia kwenye redio, mtakuwa mnaviona kwenye upande wa pili tu. Haleluya. Msijilinganishe na watu wa nje wanavyofanya wengine, nyinyi sio nyinyi. Mungu sio sana. Wengine watafanya mambo yataenda, lakini ikija kwenye eneo lako itakuwa ni tatizo sana. Lazima ujue mambo yaliyokwama, usiyoyajua utayapata kwenye ulimwengu wa roho kwa vita na maombi ya ufahamu. Ni vita, sio rahisi. Paulo alizungumza kitu kimoja kwenye Korinto wa kwanza 9:26 na 27. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye; napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiria wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Mnajua nyinyi wote ni wahubiri hapa. As long as umeokoka, you are a preacher. Wewe ni mhubiri. As long as umeokoka, umemkiri Kristo, wewe ni mhubiri. Paulo anazungumza, hata mimi na utesa mwili wangu, isije nikawahubiria wengine, mimi nikawa mtu kukataliwa. Usikae kwenye siti ya kukataliwa, kaa kwenye siti ya ushindi. Kaa mkao wa kushinda vita. Mambo yasiyo mengi, ni muhimu uelewe kuishi maisha ya ushindi. Wakati wa kupigana vita vya kiroho, lazima uelewe kuishi maisha ya ushindi. Tunao ushindi. Yako mambo matatu. Tunao ushindi. Hatuupiganii ushindi, kwa sababu Kristo alishinda. Alisema, jipeni moyo, duniani mnao dhiki, mimi nimeushinda ulimwengu. Kama umeushinda ulimwengu, hivi unafikiri tumeshinda nini sisi? Tumeshinda kile kilichozuiliwa mwanzoni sisi kushinda. Tumeshinda kuishinda dhambi na huu ulimwengu ambao msingi wake ni uharibifu, ni makosa. Ibilisi ameweka msingi unaitwaje msingi wake? Msingi unaoitwa, kwa nini msingi unaitwa uongo? Very good, very good, very good. Unadai soda, niandalie soda, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Very good. Na kuwepo Roho Mtakatifu yuko na huyu, ndio yuko na mimi darasani. Niliwafundisha hapa kwa sababu Mungu wa dunia hii ni baba wa uongo. Na mliandika kwenye notisi zenu, zimeyeyuka, zimenyakuliwa Mungu wangu. Lazima ufahamu Mungu. Tunadai ushindi ambao tunao katika kupitia Kristo Yesu kwa njia ya imani katika kifo na kufufuka kwake Kristo. Ila Kolosai 1:13. Nataka niende taratibu hata nisipomaliza posteli yako, mtamaliza ikija. Wa Kolosai 1:13. Nyinyi mabingwa wa kuandika afu mashujaa wa kusahau. 1:13. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tuliokolewa kwa kuwa tulikuwa mateka. Alituokoa katika nini? Nguvu za giza, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, kwa sababu tulikuwa mateka. Tulikuwa mateka. Asema hapo, zamani nyinyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu.
mlizokuziendea hapa duniani kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, ambaye mliziendea zamani taratibu zake. Ndio anayeratibu watu waishije. Mfalme wa uweza wa anga ndiye anayeratibu watu waishije. Mloa yuko mkuu wa anga, lakini yuko mfalme wa uweza wa anga. Anajua hapa nataka kuwe na vijana walevi, kuwe na mashoga, ana point yeye, kuwe na wasagaji, kuwe na wezi. Yeye ndio anayeratibu watu wa adapt maisha ya aina gani, kuwe na ndoa za uongo, yani everything ni uongo tu. Unaishi fake life, unaishi maisha ambayo sio yako mpaka unayaona ndio maisha yako halisi. Kuna vitu unaviona kwako is yours, ni vyako, lakini basically sio yako kabisa. Kuna style ya maisha ambayo sio yako. Ukijua kwamba this is not a style of mine, hii sio style ya maisha yangu, ndio there uongo wako umeweza kufanya kazi. Unayatafuta maisha yangu yamefichwa wapi. Wherever you are ni battle to battle, mtaa kwa mtaa, popote uliposhikilia, ukitafakari there is somewhere. Kuna mahali mume wangu yupo, kuna mahali mke wangu yupo, kuna mahali maisha yangu yapo, kuna watu kwa ajili ya maisha yangu wako somewhere. Where is them? Wako wapi hao watu? Ndio unaweza kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Mungu ulisema utatuma kabila za watu, na watu kwa ajili ya maisha yangu wako wapi? Lango la ardhi unaachilia popote alipo, awe nje ya taifa la Tanzania au ndani ya taifa la Tanzania au nje ya mkoa au kwenye mkoa wa Dodoma, popote ndio hizo ni gia za maombi, vita vya kiroho. Unatingisha, unajua kuna sehemu ipo amana yangu imefichwa wapi. Unatingisha lango la giza liweze kuachilia popote ilipo. Haleluya. Tuko tunacheza mchezo zamani wa kibaba, saka mke wangu hapa yupo kae. Unajua mchezo onya mjeba mmeimba sasa, ndio ule ile yatimia sasa hivi. Mtafute nyimbo za kiroho zile, unamtafuta sasa hivi hapa yupo. Haleluya. Unajua lango la giza lina uwezo kuzuia watu wa Mungu kawaleta kwako ukawakimbia. Unapofushwa fikra, sio bahati mbaya, mpaka kazi, mpaka biashara. Lango la giza linafahamu huyu mwamba akifanya hii biashara utapata tabu kwenye dunia hii. Familia yake turuhusu atoboe, anafanya hii biashara, wanakupoteza. Unafanya kitu kingine kabisa mpaka unaamua kuacha kukaa. Ndio macho ya mioyo yenu yatie nuru. Ukizungumza juu ya vita vya kiroho, viko maeneo mengi. Nyinyi mnafikiri vita vya kiroho ni watu waliopamewa na mapepo. Nilikwambia unaweza kuona mtu ana mapepo yana manifest ndani yake, lakini akawa na nafuu huyo mtu kuliko wewe, ambao una pepo hata mmoja. Tukikaa asubuhi mpaka jioni hatulioni pepo ndani yako, lakini maisha yako yamebanwa kwenye madhabahu za familia huko. Ukashangalia yule ana mapepo kweli, yani kumbe ndio na mapepo yamezunguka kwenye kila kona ya maisha yako. Lazima ufahamu na Mungu bato za kiroho, lazima ujue basic. Nakupa basic level, lakini katika yote hayo tunashinda na zaidi ya kushinda. Mungu alimaliza kesi yake, nimemaliza. Kama amemaliza, anataka amesema nimewakomboa, alafu mbinguni usiende ukamuulize mbona mambo alisema umemaliza msalabani, sasa mbona mambo yamekuwa hivi? Alimaliza ili ushinde kila mtego uweze. Umepewa uwezo wa kuvuruga na kuziharibu changamoto zinazokuja kwenye maisha yako. Ile ability ndio tuliopewa na Mungu, na kama utaihitaji, kwa sababu hii lazima uwe na maarifa, uwe na ufahamu. Usiondolewe sifa za kupigana kwenye ulimwengu wa roho. Moja, tunao ushindi. Mbili, Mungu ndiye anayetawala viumbe hizi, roho za giza, viumbe vichafu, roho chafu za giza ambazo zinatawala kwenye mitaa duniani, ulimwenguni. Hizi zote ni creatures, ziliumbwa, amina, zote ziko chini ya mfalme wa wafalme. Ndio maana Kristo anaitwa is the King of King, ni mfalme wa wafalme na ni Bwana wa mabwana. Manake wako wafalme pamoja na wewe. Haleluya. Wako wafalme, ndio maana na uwezo kuzungumza nini katika ufalme ulimwengu. Kwenye ulimwengu nimeshinda. Vile ambavyo jamaa alikuwa anajigamba navyo, Ibilisi anavimba navyo kwa watu wangu,
hana. Funguo ya mauti kaiachilia kwetu. Asema mwambie, Yohana andika, waambie hao jamaa kwamba ninazo funguo za mauti na kuzimu. Nikawauliza swali moja, Yesu anazitambulisha hizi funguo za mauti na kuzimu, sisi tuko duniani, za kazi gani sisi? Za nini sisi tuzifahamu hizo funguo za mauti na kuzimu? Zitusaidie nini? So far lazima funguo za mauti na kuzimu. Kuzimu ni chumba na mauti ni chumba. So vyote hivi zina funguo. Mungu asifiwe. Na ameziachia kwenye kanisa. Kuna mauti, kuna wafu wengi. Unaweza kafa kiuchumi, wewe ni marehemu, yaani uko mochwari. Kimahusiano wewe uko mochwari. Kwenye biashara uko mochwari. Anasema ninayo funguo ya mauti hiyo. Unapita kwenye mauti ya mahusiano, ninayo funguo. Unapita kwenye mauti ya biashara, funguo hiyo ipo. Maanake sisi limitation yetu kwenye ulimwengu wa roho ni mwisho wa mipaka ya kuzimu. Mwisho wa mipaka, tunaingia lango la giza. Mwisho ndio boundary yetu. Tunatembea wherever, popote ambapo wamefungia, wameficha hatua zako. Una mauti kwenye uzao, asema nazo funguo. Silaha ya kwanza ya msingi huu, ile Efeso 6:10-20, silaha ya kwanza naitambulisha ndio msingi inayoitwa kweli. Jifungeni kweli kiunoni. Watu wa Mungu, jifungeni nini? Kweli kiunoni. Msijidanganye. Yaani nyinyi wote mnajibia alafu unaweka kwenye mfuko wa nyuma. Ushaona mtu kama hivi, unauvizia mfuko wako ili paja lisisikie yani. Unainyakua lako alafu unaingiza kwenye mfuko wa nyuma. Ndio mnavyofanya wewe. Usijibie maisha. Mungu adhiakiwi. Ukiipanda utaivuna maana. Hakuna aliyepanda asivune. Usijilinganishe na mtu anayeishi dhambi alafu mambo yake unaona yanatulia tu, yanatumia. Usijilinganishe na huyo mtu. Mwambie kwa wewe. Ukimwangalia Musa na Daudi, Musa alifanya mistake ambayo anaweza usione atakaba. Ukiona kama Mungu hapa kweli hapa mzee hapo alimuonea Musa kwa kweli. Bwana sasa, ukisoma kumsoma Daudi ukamsoma na Musa, utaona Mungu hapa mambo alimuonea kwa kweli. Mimi soma Biblia nikaona cheka, mzee hapa kwa kweli ni kweli, lakini huyu mwamba ulimuonea. Kagonga mwamba mara mbili akaniambia kule ufiki. Kagonga mwamba tu mara kagonga kauambia mwamba utoe maji. Yeye kaenda kauchapa mwamba akamwambia nyinyi, akawakashfu watu, mimi sijawazaa nyinyi nini. Mungu akachukia sana mwamba, alimwambia amefanya tofauti na nilivyotaka. Akasema okay, chungulia na kuona kule ufiki, yani utakuona kwa macho. Alafu angalia Daudi alichofanya. Alafu Mungu anazungumza, Daudi is the man after me. Yani baada yangu mimi ni Daudi. Ameupendeza moyo wangu. Mpaka jenga mji Yerusalemu mpya akauita mji wa Daudi. Sababu Mungu akasema Daudi ameujaza moyo wangu. Bwana angejenga mji wa Henoko kule, maana Henoko ndiye alimnyakua tu mwamba wake wale. Angejenga mji unaitwa Elia. Lakini Daudi alikuwa na mistari mingi, maombi yake, sala zake na mjua kumconvince Mungu. Haleluya. Kaua mke wa mtu, kachukua na mume wake kamuua. Mungu kamwacha ndo mpaka katoto kanakuwa. Mungu kamwacha mpaka jamaa kasahau kabisa. Anamtuma Nathan. Maana ilitakiwa afe. Kasahau. Nathan anamweza. Kuna mtu mmoja aliiba kondoo, amemnyang'anya mwenzake kondoo wawili tu anao, lakini amemnyang'anya. Daudi akapiga kelele, anatakiwa auawe. Anajifanya mfalme amevimba. Hastahili kuishi huyo. Akamwambia mtu mwenyewe ndio wewe. Bado Mungu akamwita Daudi is the man after me. Badala yangu Daudi nitakujengea mji huu. Mji wa Daudi anaoita Yerusalemu mpya, mji wa Daudi. Waweza kuona sio fair anachokifanya huyu. Kila mtu na neema yake. Iko mitumishi Mungu inafanya uzinzi kila siku, lakini tunapiga mato zinaenda. Sasa usijigile langanishe nayo mtu. Kuna wengine akipiga mara moja tu na huduma imelala ilikufa. Mbona mtumishi fulani fresh tunaona ile anavimwana vile vitatu pale, tia mguu wewe. Unafia hapo. Ziko huduma hapo rafiki zetu wamefanya hivyo, wengine wamepotea kabisa. Walikuwa ni the major point Dar es Salaam pale. Wamepotea. Vita vya kiroho. Kuna point vinavyokutafuta. Kuna maeneo na Mungu lazima ufahamu. Usipofahamu kuna gia gani
inayozuia hatua yako mbele. Lazima ufahamu ulimwengu wa roho una hatari sana. Sasa kuna namna vita vya kiroho huathiri wa Kristo, kwa sababu Ibilisi anafahamu liko daraja. Unajua Kristo ni daraja la kutuunganisha na Mungu, ni daraja linalotuunganisha, limeibomoa dhambi na kutuunganisha sisi watu na Mungu. Lakini vita vya kiroho vinakuja kuwatenga watu na Mungu, vipo kwa ajili ya kuwatenga watu. Hizi roho chafu zipo kuwatenganisha watu na Mungu. Marko 4 anazungumza, hawa ndio waliopandwa katika njia. Mara tu linapohubiriwa neno, huje yule mwovu akalinyakua lililopandwa ndani mwao. Huje ndipo anakukuja Ibilisi. Ile Marko 4:15 asema hao ndio waliopandwa kwenye njia, maana wasikiapo neno la ufalme, huje Ibilisi akalinyakua. Mara anaposikia neno la ufalme, mara huje Ibilisi. Wakisikia neno tu ndani yao, linaopanda neno ndani yao, asema hapo Ibilisi mara anakuja na kulichomoa ndani yao ili lisiweze kuwakuza. Kwa nini Ibilisi anatumia nguvu kuvuruga? Unajua tuko hapa na Ibilisi yuko hapo. Ukitoka mlangoni tu hapo ni inanyakuliwa neno ndani yako, linatolewa. Usizingatie, maana yake unaondolewa authority au mamlaka ya kupigana kwenye ulimwengu roho. Ni kuwatenganisha watu na Mungu. Pili, mashambulizi yanayokuja ni kutuondoa katika njia ya haki na kuharibu wito ambao Mungu katupa. Kuharibu nini? Wito ambao Mungu ametupa. Hatupo kwa bahati mbaya. Timotheo wa kwanza 5:15, kwa maana wengine wamekwisha kugeuka na kumfuata shetani, kutuondoa kwenye njia ya haki na kuharibu wito ambao Mungu katupa. Watu wengi wafahamu kwamba Biblia inasema usifanye kazi na asili. Tunao wito. Kuna wito wa msingi na kuna wito wa kipekee kwa kila mmoja. Wito wetu wa msingi wote tupo kwenye neema ya wokovu. Kuna wito wa kipekee. Mimi as apostle na mchungaji, kuna maeneo tunaweza tukawa mitume 5. Kila mtume ana location yake. Ukikosea location tu, Mungu angalia unafanya huduma, ila nani kakupeleka hapo ukafanya huduma? Karama ndizo zinazotambulisha wito wa kipekee na vipawa. Wote ni wachungaji, lakini tusifanane kabisa kwenye karama. Kila mmoja hapa ana wito wa kipekee, ana huduma. Unaweza kuwa mchungaji huko lakini hata kuhubiri huwezi. Unaweza kuwa mchungaji, wewe pastor lakini hata kuhubiri, nikwambia uje hapa hata kusoma Biblia, mimi kwa kweli mchungaji utanisamehe, siwezi. Lakini kuna namna Mungu anaweka mzigo ndani yako sana kwa mchungaji. Yaani maombi yako mengi unayopita nayo unamkamata mchungaji kwenye maombi. Yaani maombi yako unahakikisha mchungaji anaishi. Yaani unaomba maombi yako Mungu ainue watu kwa ajili ya mchungaji. Huyo ni mchungaji. Yaani mzigo mkubwa uko ndani. Maombi unayosukuma kuomba ni mchungaji. Kuna mwingine hana mzigo hata kumwombea mchungaji. Sio eneo lake. Anaweza kaombea watu, Mungu wape watu hela, watoe sadaka. Mungu wape watu neema kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mwingine anaweza kuomba maombi yake ni hayo tu. Mungu ainue watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Yaani anaweza sika wiki nzima hata mwezi aje anagusia mchungaji kidogo tu, lakini analia juu ya watu waweze kumwabudu Mungu. Mungu ndio waombaji kwenye kanisa. Watu waweza kuombea kanisa, atakomwombea huduma. Kila mmoja na wito wake wa kipekee. Na huo ndio unaomfanya Mungu awalipe watu. Inaomfanya Mungu aweze kuinua watu ambao watakuwa sababu ya wewe kufurahi. Kila mmoja na kazi yake. Yaani hakuna mtu ambaye hana kazi. As long as tu umempokea Kristo. Kila mmoja na nafasi yake katika ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho una vitu vingi vinavyoweza kuvibana kwenye kanisa. Vitu ambavyo vinalibana kanisa kwenye ulimwengu wa roho ni kuvunja umoja, upendo. Kunaweza kubana tu kwenye maombi. Mungu naomba tupe umoja kwenye kanisa. Kuwe na upendo, watu wapendane, shikamani, kwa sababu kazi ya Ibilisi ni kupasua hayo maeneo. Akiweza kuwini kupasua unity tu na upendo ndani ya watu, basi hapo huduma hakuna, kanisa hakuna. Na ndicho Ibilisi anachokifanya kwenye makanisa this time. Kuvunja umoja, upendo. Anatia maneno vyo vinaonekana vya ukweli lakini ni vya uongo. Uongo umepigwa 0.5 kuna uongo ambao unaharibu ukweli wote. Chachu kidogo uchachua donge zima.
na kuwekea msingi wa vita vya kiroho. Hii ni basic. Hii nikija kuomba na wewe this time, muda nitakuwa nao uweze kuona. Haleluya, haleluya. So far ni kuharibu wito, kuwadanganya, au Mkristo anaweza kudanganya na mpango ovu wa shetani, kwa sababu ni baba wa uongo. Ile Yohana 8:44, huyu ni baba wa uongo. Tangu mwanzo yeye asema uongo tu, kweli haimo ndani mwake. Mkristo anaweza kujaribiwa vita vya kiroho. Mkristo anaweza kujaribiwa kuchagua dhambi badala ya haki. Yaani unakaa kwenye comfort zone ya makosa, na ndipo unapouza vitu vyako. Hakuna mahali Yesu anataka kunyang'anya vitu vyako kama kwenye dhambi. Hakuna mahali anataka kunyang'anya vitu vyako. Unampa access ya kukunyang'anya vitu vyako kwenye dhambi. Kuna mtakatifu nani bwana? Kuna mtakatifu duniani? Wapo. Wewe tujeuri. Wengi wananyang'anya vitu vyao wapo. Anakualika, unapata mwaliko. Kuna watoto wangu wengine wako vioni, wananipigia simu, wengine kwa hapa wananipigia, baba mwili mwili unanivuruga kweli kweli. Nikamwambia mwanangu, dawa ya mwili ukikuchanganya ugongeshe mifungo tu. Wanasema mwili unakuvuruga. Biology inakuchemsha, mwili unachemka. Piga mifungo. Wewe mifungo unaona unatoboa utumbo. Hakuna dawa ya kuweza kudhibiti mwili wako kama sio mifungo. Upigishe masaa 24 uone. Kama utasikia hiyo kiu yako ya Coca-Cola, kiu, utakufa wewe. Mifungo, fungeni. Tiishe mwili. Huko duniani nimesema tunafanya mazoezi, lakini tiisheni mwili. Nyinyi watoto wa shule nyinyi. Kuna HIV ya kibabe sana pamoja. Nyinyi mnaoandika takwimu za HIV, you have to tell us. Mwambie watoto. Wakati mwingine wewe tuwaambie, sio maombi tuwaambie. Sio wanafunzi, sio raia wa mtaani. Kuna HIV huu mji ya kutosha. Nyinyi changanyeni tusijio, kiu. Utaona. Piga mifungo. Acheni uboya. Msialiko kuwa maisha yenu ya baadaye. Mnaharibu future. Kwa sababu mna masikio ambao hayasikii. Mnapofushwa fikra za ukweli. Yaani uongo ndio mnaona ukweli. Ndio kazi ya Ibilisi, kwa sababu ya msingi wa ulimwengu. Vitu vya uongo ndio mnakimbilia huko. Huo ni uongo wa Ibilisi. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna ngoma. Jichanganye. Mungu asifiwe sana. There's a HIV. Jifanyeni mashujaa, champion. Unajua ugumu wa vita vya kiroho. Ndio namalizia hii. Ni mwili. Rumi 7:23 na 24. Yasema hivi, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Huyu ni Paulo, lakini mshazungumza na mshukuru Kristo aliyekuja. Unajua Yesu amekuja kuleta kitu cha msingi sana. Kwenye Agano la Kale ya mambo yalikuwa ni vigumu. Yaani kwa ni vigumu sana. Kwenye Agano la Kale mambo yalikuwa ni hayawezekani. Mungu alikuwa na ugomvi na manabii kule. Unajua maana yake manabii 450 wote wa Mungu wanaenda kumwabudu Ibilisi. Major prophet Elia na Elia ni nabii. Elia na Elia, Mungu nimebaki peke yangu. Wale manabii anaowajua wote wameenda kupiga kwetu babali. Yaani kwa Ibilisi akitaka mtu anakulania sahani moja mpaka anamnyakua. Mwili wako ukiwa hai ulimwenguni, ni dhahiri kwamba umekufa rohoni. Hutakuja kujua vita ya kiroho ya maneno. Utaingizwa kwenye mwaliko ili uongee takataka moja kukuzuia. Utaongea vitu vitakavyo kuzuia wewe binafsi. Vita ya kiroho inayopitia kwenye masikio yako unayosikia, kwenye macho yako. Unajua kuna bata kiroho inayotoa kitu mbele yako, unakitamani kitu ambacho sio chako. Kumbe unaingizwa kwenye vitu, unaalikwa ujichanganye na mwili wako unapochemka. Hiyo ni mialiko. Kwa sababu mwili huu wana Mungu, asili ya huu mwili ni dhambi. Sawa?
Asili ya huu mwili ilimsumbua Mungu Agano la Kale lote, mpaka leo inapata shida kwa Mungu. Ni dhambi. Tuko kwenye ulimwengu ambao msingi wake ni uovu tu. Ndio maana lazima mwili ufundishwe kunyamazishwa, mwili ukae kimya, ushishwe adabu. Unashikishwa adabu kwa nini? Mwili ugongeshe mifungo tu. Ukikusumbua upeleke gereji. Wewe mwili ndio umeita vurugu. Sasa tuenzetu gereji, kaupige mimoto yote, burning za mafuta za kwa sababu mnakula. Sasa unajua unakula sasa hivi, metabolism inafanya kazi, metabolism zetu za kibiolojia uchome tu. Haleluya. Choma wa mwili. Nyie watu nyie, nawaambia siku zote mbingu Mungu atakuwa anawavuruga, kwa sababu mnamwona huyu, nilikuwa mkorofi kweli, na mimi nimekuwa duniani huko. Nimetoka duniani, nimekaa kwenye neema ya wokovu, nimekaa miaka 5 kwenye wokovu. Sijaoa, sijapita huko. Nilitoka duniani kweli, nikakaa miaka 5 hiyo metabolism yenu, biology. Nimekaa miaka 5 out of 5. Nyimeta zenu science zenu, unajua tunakula mili na chemka, unajua mwili unatakiwa upumue. Utapumulia mochwari shauri zako. Mmeu life zenu. Hamjui kwamba mnaalikwa kwenda kuua vitu vyenu. Mnauza, mnafanya barter trade. Mnabadilishana kwenye ulimwengu wa roho. Mnabadilishana kwenye ulimwengu wa roho. Ibilisi anapapa kuwashtaki anapo. Kuna wengine hawashtaki kwa sababu wako kwao, lakini nyinyi anapapa kuwashtaki. As long as umesema mimi I am born again, nimeokoka, kuna sehemu ya kukushtaki. Maana mshtaki wenu ni kama simba ngurumaye, akitafuta only one, mmoja wenu tu ajitie kwenye mtego ampoteze. Sasa hautakufa natural death. Yeye anachokuja kuzima ni furaha yako. Baba, nimetoa fungu la 10, nataka biashara yangu iende pale, lakini yeye mwenyewe mieusho. Try your best. Hallelujah. Hallelujah. Usijichanganye mtu wa Mungu. Msijichanganye. Stay connected. Bando lako liwe on. Mafuta yenu yajae. Taa zenu ziwe na mafuta. Tuko majira ya mwisho sana. Mtu wa rohoni anaijua mishale ya moto ya adui. Utajua hii ni mialiko tu ya kujitoa kwenye njia. Unaalikwa. Mwili ukikusumbua, pigisha masaa 24. Tia kwenye maombi masaa 12. Afuone kama utapiga makelele. Tulikuwa na maombi mazito siku 21 hapa ya misingi. Kuna watu na shuhuda mkononi hapa. Niliwaambia jitahidi uingie ya maombi. Niliotangaza hapa nilikwambia tuna maombi ya siku 21 ya misingi. Nikakwambia jitahidi uingie. Kuna watu na shuhuda mkononi. Yaani tayari Mungu ashafanyaga mapinduzi makubwa. Tunazifungia kwenye box tu kwa sababu ya matangazo ya biashara ya mtaani, mambo ya send viral. Kila mtu anabaki na furaha yake. Lakini kuna watu hawajafunga hata siku moja kwa sababu tu ya mwili, biology. Very stupid ni watu nyinyi. Even single day. Yaani sio nyinyi. Yaani umebanwa kwenye ulimwengu roho, vitu vyako vimebanwa. Alafu na bemendana tu, hata siku moja umeshinda kufunga. Are you serious? Nyie, mimi na hesabu yenu ya kuwatolea hesabu nyie. Tunatoa hesabu kwa ajili yenu. Yaani natoa hesabu kwa ajili yako. Usifikiri nafurahia kuona watu hamna hela. Usifikiri nafurahia kuona watu wafungi ndoa. Tunataka tuone kuna ndoa takatifu mzinaenda. Namuuliza Mungu, where is the problem? Wakati mwingine unaona madhabahu nzito, mbona kuna ukakasi na kutana upinzani mgumu? Kumbe tunatembea na mifuko ya mavi tu. Mavi yananuka, tunatembea na mifuko ya mavi. Nyie watu nyie, be serious guys. We want you to go, to move. Nyie watu mtapiga time mpaka lini kwenye maisha? Maisha yanaenda. We have to change. Tunataka kuona changes za kiroho. Tunataka tuone mabadiliko ya kiroho. Si kiroho tu, mpaka daily life. Mpaka muonekano. Jeni Mungu akubariki mna. Jeni mbadilika sasa hivi kweli. Bwana kununulia watu. When you are in changes, tunahesabu ya kutoa hesabu kweli. Tunatamani kuona mna move. Mimi mchungaji napenda kuona maendeleo yote. Mimi nawafuatilia mpaka watoto wangu wa chuo wa vioni. Ambao kwa vioni wako kanane hivi. Nawapigia simu, vipi mwanangu, umekaza na Yesu au ushaweka pembeni Yesu? Baba naye nikamwambia tumekubali. Niliingia nao mkataa. Haleluya. Nawafuatilia. Tunataka kuona mna move. Kile Mungu kazungumza faili kwa ajili yako. Kuna uzuri wa Mungu tunataka tuuone.
sio kwenye kumwimbia na kupiga makofi kanisani. We want to see God akimove, akitembea na watu. Kuna watu wamezuiliwa, kuna kesi, kuna watu wana kesi za kiroho nzito. Kuna watu wana kesi za kiroho nzito alafu hawajui kama wana kesi za kiroho. Alafu umezuiliwa kusikia sauti ya kufunga hata siku moja. Kuna watu wana mashtaka kwenye ulimwengu wa roho. Huyu avuki kwa sababu tumeshtaki kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu ABCD. Hii ni mashine yetu. Hawezi kupita. Niliwaambia watu, kuna watu wamekwamishwa tu na ngono. Can you imagine? Lazima na historia. Ujue unapita wapi? Unapita wapi? Msisahau history. Sio ya mtu mwingine, yako. Style ya maisha unayoishi imekwamisha hatua zako. Mnashuhuda ndugu zenu. Unaona dada yangu, kaka yangu, ngono imemaliza maisha yake. Imemaliza mahusiano yake. Imemaliza future yake. Ana watoto 3 wote wana kila mtoto na baba yake. Bado ngono ina faida kweli kwako. Utakuwa na matatizo magumu sana kwa sababu njia ulioenda umerudia njia hiyo hiyo na umepita njia hiyo hiyo. Umekosea unapita njia hiyo tena unakosea. Hapana. Lazima muombe Mungu nisaidie kuitibu akili yangu. Haiwezekani njia na kupoteza ukapita njia hiyo. Haiwezekani njia uliong'atwa na manyingu ukapita njia hiyo hiyo. Hapana. Vita kiroho sikufanya kuona hiyo njia ni salama. Sasa hii ni vita. Usione hiyo njia ni salama. Hallelujah. Hallelujah. Ili ukiomba matokeo yawepo. Ukili wako usiugeuze. Ukizuiliwa kuielewa vita na silaha huwezi kuiona. Silaha ni maombi. Ukizuiliwa kuingia kwenye maombi, maana yake umenyang'anywa silaha, wewe ni your deadly one. Usipoelewa vita inayokukabili, hautaijua silaha inayofaa kwa vita hiyo. Usipoelewa vita inayokukabili mbele, hutaijua silaha gani itakayotumia kwenye vita hii. Tunaona vita za wababe Iran na Israel zinatumika missile tu, zile missile tu. Yaani huko kwenye nchi yako unapigana vita huko kwenye nchi yako. Unaweka mifumo ya ulinzi lakini unatafuta namna kupasua hiyo mifumo ya ulinzi ngoma na iingie ndani. Hao ni wababe wa vita. Anajua hii vita hii sio kupeleka mgambo msituni. Manchi za Afrika tunajifunza kupigana vita vya mgambo vya bunduki. Watu washatoka huko. Hii ni vita nyingine. Ni sasa hivi sema unaweza kumchukua na Marekani, Tanzania, unasubiri unatumia jeshi lako la mgambo na kwenda vitani, umejifunga mabegi, mnaenda polini, mipakani. Watu washatoka huko. Wakiingiza jeshi wanaingiza makomando kwa ajili ya kuingia kwenye nchi. Kuchukua nchi. Lakini kupeleka sina mgambo wakafe polini kule hawapeleki. Watu wamekana programu wanatupa maiso tu. Aina ya vita. Usianzishe vita na mtu ambaye umuelewi. Mungu asifiwe. Sasa vita vya kiroho Mungu atufundishe tumfahamu. Aina ufalme tunaopigana nao. Sasa sisi hatujui afu tunautukana. Ni sawa sana Tanzania sasa hivi itukane Israeli au Marekani. Ni sawa sana hivyo. Usitukane jeshi ambalo lielewe. Tukisema fire, afu kesho uko barabarani kule. Unatafuta matatizo wewe. Pigana vita vizuri. Daudi anazungumza Paulo. Nimevipiga vita vizuri. Pigana vita vizuri. Na uelewe kwamba hauendi kupigana, unaenda kushinda. Kwa sababu ushindi uko mfukoni. Tuna kila namna ya kushinda. Tunayo damu ya Yesu. Tunayo jina la Yesu. Tunayo maarifa yake. Tunayo Roho Mtakatifu kutuambia kwamba huo ni uongo wa Ibilisi. Huu ni mwaliko unajaza kwenye pointi kwenye 18, ukijaa tu umeisha. Unarudi nyuma. Unamwambia shetani kaa mbali na mimi. Unipati hapa. Usipoelewa vita unayoikabili, hutaelewa silaha inatakiwa kutumika. Wana Mungu, wachawi wanafunga. Nakupa kisa kimoja. Wachawi wanafunga mpaka jambo lao litimie. Wewe unazuliwaje? Unajua maombi ni mfungo, ni lugha ya ulimwengu wa roho. Hiyo ni lugha. Nilikuwa nafanya huduma na kwa mfano kutomshukuru Mungu. Sina maombi leo. Taomba next week. Mwaka mmoja nilikuwa nafanya maombi na binti moja Dar es Salaam. Nilikuwa nasikia uzito sana kwa sababu tusiyapende mapepo. Nilikuwa natumia nguvu nyingi sana. Yale mapepo yamemspoil yule binti. Anakuja nikiupeka appointment aje kanisani, yanamfungisha. Nilikuwa na mapepo ya kichawi makorofi sana. Anafunga, yani hali tatuka. Binti ilikuwa wenzake akipakua yeye anapika, anaweka chakula chake ndio kule, akiweka chakula mezani tu yani kimeisha. Hajala chakula hakipo. Usiku vile vile akiweka mezani, wenzake wanaona anakula lakini chakula yake angalia wenyewe naona kumbe mapepo anafanyaje? Yeye haoni chakula
wanamfungisha, kwa sababu anaingia kwenye maombi ili kupambana na anayeomba ili sisi tutoke. Tutahakikisha hatutoki. Kwa hiyo wanamfungisha yule binti. Ninakuja kujua kwamba huyo binti yuko kwenye maombi mazito, atatukavu. Mimi nakula vizuri tu, lakini wamenuia. Unajua, wanaingia kwenye maombi wamenuia, wamefunga kwa kupitia yule binti. Mimi nagonga tu msosi na shiba vizuri barabara, lakini nikija kwenye huduma nasikia, unajua, naomba mpaka nasikia usingizi fire, lakini nasikia nalala, inatokea mdomoni tu, sio ndani. Natingisha, naenda kunawa maji uso. Sasa Mungu, inakuaje? Kitu gani? Namcheki yule binti, yaani nikimwona namuona kama yuko kawaida ile binti, lakini pepo ndio liko hewani, na sijui kama pepo liko hewani. Namuona binti, yaani nagonga moto, nisielewi. Nimwambia Mungu, please, sijawahi kukutana na hiki kitu, imekuaje? Nimelemewa, yaani lakini ubishi tunanifanya niombe, lakini siwezi. Bwana asifiwe. Binti ni mkorofi kwenye Mungu kweli kweli. Anakuja hapa na namfundisha, nikawa sasa namfundisha neno, kumbe simfundishi yeye. Naongea na lipepo tuliko juu. Na kusikia kaka yake. Kumbe sio yeye. Alipozungumza na kusikia kaka yake ameshika hivi, ndio ina click ndani mwangu. Siku ya 3 hiyo. Nikamwambia okay. Nikamwambia asante Mungu. Napiga bato. Sasa naitonda, nikapata nguvu ghafla. Nikashambulia sana binti. Anakasa, nikamwambia pole sana. Asante. Nimeponya na unajua kaka sijala, siku ya 3 mimi sijala. Nafungishwa na ambapo ni sile. Wachai wanafunga, wakitaka la kwao wanafunga na wanatoa dhabihu. Usipoelewa, wana wa Israeli walipigana vita, Waamaleki wakatoa dhabihu. Jamaa wameenda vitani, wanajua tunaenda kushinda siku zote, tunaenda kushinda. Wakatoa dhabihu ya mtoto wake yule jamaa mkubwa, wakamtia kafara. Israeli akapigwa kichapo kizuri sana, wakakimbia. Wanapigwa mpaka wanakimbia, Mwisraeli anapigwa mpaka anakimbia. Mungu akakasirika sana ile tukio. Wana wa Mungu, fungeni. Maombi ni lugha. Usijaribu kutokuiongea. Usiwe bubu. Kuna maeneo mengine kama una uvivu wa kuomba, maana kwenye ulimwengu wa roho unapambana na vitu ambavyo vilitolewa dhabihu kwenye maisha yako na wewe hujui. Haleluya. Na wewe hujui. Mungu akusaidie. Haleluya. Mungu akusaidie sana. Mkono wa Bwana ni hodari. Nataka tumshukuru Mungu. Sijui kama umenielewa. Nataka niongee. Nitafundisha ufupi vita kiroho Jumapili kwa ajili ya maombi. Kuna maeneo nataka uvuke. Siku 3, funga hizo siku 3. Alafu tukutane uwanjani. Mungu asifiwe. Tunana na watu. Baada ya ibada, simama umshukuru Mungu. Kweli wewe basi. Tuvue mavazi huo. Tuvue Bwana mavazi huo. Ni wewe Bwana uweze kutusaidia. Ni wewe uliye mchunga mwema. Naomba rehema zako Bwana. Umetufia Bwana tuishinde dhambi. Lakini tunaombea. Naomba neema yako. Naomba neema yako. Naomba neema yako na kizazi hiki. Naomba rehema zako na kizazi hiki Bwana. Naomba rehema zako na kizazi hiki. Wewe Mungu juu ya Israeli. Hatuwezi kushinda vita hii Bwana. Hatuwezi kupigana vita hii Bwana. Hata sasa tumekaa kwenye kona ya uongo tu. Naomba turehemu Bwana. Ninaomba toba kwa ajili ya watoto. Wametubu wenyewe, wameanguka. Sasa nawabeba Bwana. Naubeba mzigo. Wasi.
madhaifu yao Bwana. Naomba rehema zako ushindie tena. Imekuja Bwana Calvary, inaleta Bwana udhaifu, naleta Bwana fahamu zao, naleta kiburi chao, naleta dharau zao Bwana, naleta kutokujali kwao. Wewe Bwana ukafute, ukaotoe Bwana. Tusaidie, tusaidie Bwana. Ni mwema Bwana. Wewe ni mwema Bwana. Kiasi cha wingi wa fadhili zako, naomba urehemu, naomba urehemu Bwana. We are guilty before you Lord, we are condemned Father, we are so condemned before you. We are guilty, just forgive us, wipe our tears, just clean us so as we can stand again. We can stand again. Rejama sekireboyo, riba voda majekibosa, rezeketa mayantaba, rikebo voda mandebosa. Tumezuia vitu vyetu kwa kumpa nafasi Bwana wa Yesu. Tumejua tumejificha, lakini Mungu wewe unatujua. Tumeshindwa kupiga. Hata nguvu ni moja ya kushinda kwenye vita vya kiroho. Tupe neema Bwana kusimama, tupe neema kusimama. Wasaidie Bwana, tujalie, tujalie Bwana, tusaidie Bwana. Tuondolee Bwana jeuri, tuondolee jeuri, tuondolee kiburi. Neema yako samehe kanisa lako, takasa kanisa, takasa kanisa, takasa kanisa lako Bwana, takasa madhabahu yako Bwana, takasa kanisa lako Bwana, takasa kanisa.